Amani na baraka za Mwenyezi Mungu viwe juu yenu popote mlipo, ndugu jamaa na marafiki na nyote mashabiki ambao mnazidi kutufuatilia hatua kwa hatua, siku baada ya siku, kipengele kwa kipengele, movie kwa movie. Kwa kweli tunaonyesha kwamba tunatengeneza kila siku vinakufaeni kabisa. Karibuni leo kwa mara nyingine tena katika kipindi chetu Badilika episode ya 4. Kabla ya kwenda kwenye episode ya 4, kama kawaida yetu, tumeshahidi kwamba tutakuwa tunasoma hata message 9 au hadi 10 katika kipindi chetu Badilika. Leo kwa mara nyingine kabisa message ambayo imepata fursa ya kufungua kipindi chetu hiki Badilika ni message ya mtu anaitwa J Koko, ambaye anasema kwamba ama roho menshi aziwa matwi, wallahi Mungu aniepushe na yenye nimeshapitia yanatosha, anipe roho ya kutulizana bila kutapatapa. Mungu akuepushe kabisa kutapatapa, kwa sababu kila mara tamaa inafanya kama gizi. Mmemuona mwanamke ambaye alirubuniwa na mwingine mwanaume akiwa ndani ya ndoa yake kutokana na tamaa zake ambazo zimemponza. Kwa hiyo ni vyema watu tukabadilika ili tuhakikishe tunakuwa na usalama katika maisha yetu ya leo na ya baadaye. Message ya kufuatia ni ya Sanzabahizi Rahma. Sanzabahizi Rahma anasema hiyo kweli kaka yangu, japo sijaolewa nimepata mafunzo kabisa from America, na fuatilia sana. Asante sana da Rahma. Message inayofuata ni ya Beni Signol. Beni Signol anasemaje? Good work again Mr. Sani Maganamazi. We are following you 100% from Ethiopia. Big up sana. Asante sana Beni Signol kutoka Ethiopia, ambaye anasema kama naye bila shaka unatufuatilia kazi yetu huko. Message inafuatia ni mtu anaitwa Nono Nila anasemaje? Asante kwa ushauri. Asante kwa ushauri kaka. My husband wangu nitampenda kabisa na umpende kabisa, kwa sababu anapokuwa amejitolea kuja kwenu kupiga goti na kutaka posa, ni kwamba anakuwa amekupatia heshima kubwa sana. Message kufuatia ni ya mtu anaitwa Joselini Ndaize anasemaje? Asante sana kaka kwa mafunzo mazuri, huku kwetu Amerika tunayapata 100%. Asante sana Joseline, watu wa Amerika, na sisi tunakupendeni zaidi na zaidi, na muendelee kuambia wengine kabisa kama tupo kwenye kazi na tunazidi kuwaletea kazi nzuri ambazo zitakuwa zenye manufaa makubwa sana katika maisha yenu. Kwa hiyo message inayofuatia ni ya mtu anaitwa Aso Istiqama. Anasemaje dada yetu Mwalimu Kitu? Anasema kama anacheka vile, anasema ni shida hii inaofaa wanawake wenye tamaa. Ukikurupuka utayaona. Ni kweli wanawake wenye tamaa mwisho wa siku huo wanaona cha mtema kuni katika maisha yao. Anayefuata hapa ni message inafuata ni ya Shumi Love anasemaje? Wallahi kabla ya kuolewa tuchunguze uchumba wetu, tusije tukajuta baadaye ya Rabbi. Ni kweli kabisa, kuchunguza ni jambo la msingi sana ili tusije tukaharibikiwa katika maisha ya ndoa. Heri upate fedha katika uchumba kuliko kupata fedha katika ndoa yako. Kwa hiyo message inafuatia ni Anita Chiza, na anasemaje? Kwa kweli ni funzo kwa wenye tamaa. Mola abariki ndoa zetu, turidhike na kila tuko nacho. Allah abariki kwa vipindi vyenu vizuri. Amina. Tunashukuru sana dada yetu Antachiza. Na message ya mwisho ni Aisha Abdullah anasemaje? Andika message ndefu kidogo ila yenye mazingatio makubwa. Anasemaje Aisha Abdullah? Anasema kuna msemo wa kana kumfanya mtumwa akawa huru, na kadhalika aliye huru kumfanya mtumwa kwa tamaa zake. Jamani, ogopeni sana maskini, kwani hana cheo cha dunia, lakini ana nafasi kubwa kwa Muumba wa dunia. Zulma ni giza, hata kama mwenye kudhurumu ana nuru kiasi gani, atahitaji tochi mchana kweupe. Ili neno amezungumza mwisho na neno zuri, neno lenye hekima. Anasema kwamba dhulma ni giza, hata kama mwenye kudhurumu ana nuru kiasi gani, atahitaji tochi mchana kweupe. Sahihi kabisa, kwa sababu moja ya vitu ambavyo tunahusiwa kujiepusha ni kumdhulumu mtu. Dhulma iwe kubwa wala ndogo, tujiepushe na dhulma. Kwa hiyo bila kuchelewa kabisa tunaingia katika kipindi chetu cha Badilika episode ya 4, ambapo tunakuja na mchezo rasmi kabisa. Tunazungumzia masuala mazima haya ya uchumba. Watu ambao unakuta labda amejipendea mchumba wake, wanataka kuoana, lakini kutokana na maskini bado wazazi tunaleta vikwazo, tunaleta haya na yale na kuvuruga hivi na vile, na mwisho siku tunapata balaa. Kwa hiyo tuone hawa hii familia kumetokea nini, haswa kwa wale baba ambao ni wababa wakao, ambao huwa wanaleta makubwa kabisa wabidi wanataka kuolewa. Leo tuko na nyie leo. Twende basi tutazame mchezo huu afu turudi studio. Mami. Yes mami. Huyu ndo Bilali, yule mchumba ambaye nilikwambia siku ile. Ndio tulikuwa tunapanga harakati za ndoa na tumeshaelewana mahari, yani kila kitu imekuwa tunabaki tunashughulisha. Mahari mmeelewana ngapi? Laki 3. Bilali. Naam. Habari zako baba?
Alhamdulillah. Unaendelea salama? Uko salama kabisa. Yaani wewe umetupendea binti wetu mashallah. Sana kabisa. Tasijui nikwambiaje. Eti sasa unafanya kazi gani lakini? Mimi kazi yangu nafanya kosha magari kwenye garage. Kosha gari? Na unajifikiri kama unaweza kuwa unapata hata angalau za kumlisha mke wako kweli? Kabisa nitajitahidi. Osia. Mimi sina tatizo ila baba yake na huyu binti. Naombe dua kwa kweli. Yaani huyo mzee akiridhia, mimi sina tatizo. Mimi nitajitahidi sheria wangu. Si unajua ila baba yako. Na ataelewa mama, ataelewa. Tutamwambia inshallah. Mambo anaweza kuwa mazuri. Kwa mimi nawatakia kheri. Maana mimi napenda mtu anapoolewa na ampendaye. Kwangu inakuwa ni furaha kubwa sana. Sasa kwa hiyo Bilali. Naam. Nasikia mmeleona mahari, unatarajia kutuma washenga siku gani? Unajua mama. Ambacho nilikuwa nataka nikwambie kabisa kwa sasa. Nilikuwa niko na laki 2. Ila tu Mungu akipenda wiki ijayo. Sasa nikawa nimeshapata hiyo laki 1, lakini imebakia. Ndiyo. Tunatuma wazee walete. Hamna shida, Mungu akubarikia, akurahisishie mtoto wangu. Maana maisha Mungu ndo anapanga. Kikubwa ni mapenzi. Ndio mama. Mama anapenda huyu kijana. Mashallah. Nampenda sana kwa Bilali. Karibu mama. Asante. Daddy, wapi salamu? Karibu. Vipi hapo? Kwema? Sawa. Karibu. Daddy. Mama. Sawa. Wewe. Bora zingine. Salama. Hapa mume wangu. Sendi mbele na mimi. Sasa nakaa sema anajua mzee ndo nakaa hapa kwa lakini. Nimekuwa nimekumisi na kusubiria barazani. Vipi? Mambo mengine. Habari sana. Tunamshukuru Mungu kwa kweli. Mbona hivi huyu kijana vipi? Ni mgeni gani? Si ndio Bilali, ule mchumba wa Zainab ambaye alikuwa anakuja tuzungumzie kisa atakavyoleta wazee walete mahari. Wasema? Si ndio Bilali huyo ambao binti yako alikwambia juzi? Ndio mchumba wake ambaye anampenda. Huyu ndio mchumba wako wewe? Yes, dad. Ndio mchumba tu mchumba wako wewe? Mko mnanitania au? Hivi yani nyinyi hivi mmekaa hapo muda wote mko nazungumza na kijana kama ndio mchumba wa huyu binti yetu Zainab? Yes, dad, ndio mchumba wangu ambaye nimechagua. Sasa mpenda Habi. Sasa kwani tatizo nini? Lakini ngoja kwanza ngoja. Kucha kwanza. Tada ni macho yangu yaoni Rabbi. Huyu ndio mchumba wa Zai? Ndio. Wewe kijana, unafanya kazi gani? Mimi kazi yangu inakuwa kukosha magari kwenye garage. Umesikia sasa? Mume wangu. Lakini ngoja. Hivi mke wangu kweli hivi? Hivi naona kabisa mngoza muda wote unakaa hapo unamsikiliza tu ndio mchumba. Mtoto karidhia. Sasa mume wangu kwani garage? Hapana. Unanivulia heshima, Kwa mapenzi. Mtoto amemridhia. Yaani wewe pamoja na masomo yako yote nimekusomesha hivi unataka kuniletea mimi msomo gani kweli? Mapenzi ya watu. Yaani mnanivulia heshima. Dad, unasema nini? Wewe kaa kimya kwanza. Kaa kimya. Usirudi kunyanyua mdomo wako mbele yangu. Kaa kimya. Wewe sana. Undu mchumba unataka kuniletea mtu wako. Yes, dad. Pamoja na masomo yako yote wewe nimekusomesha primary, nimekusomesha secondary, university. Hivi unataka kuniletea mchumba kama kweli? Unasoma gani? Dad, nimempenda kwa hali yake hivi. Au sikata hayo wewe mjinga wewe. Lakini mume wangu jamaa. Ngoja. Tafadhali naomba tuheshimiane. Tuheshimiane mwa nyumba. Heshima imeshuka kabisa. Imeshuka. Hii mcheza machawa. Wewe kijana. Hivi wewe kabla ya kuja hapo ngoja kuuliza kama mimi ni nani hapa. Ukaja kabisa. Ukapata ujasiri kuingia wewe. Wewe sana. Una mtu kama anakufa wewe. Yes, dad. Na masomo yote mimi nimekusomesha. Juzi hapa kwanza kwa ulikuwa ni hospitalini. Nimetoa milioni nzima hospitalini. Huyu anaso huyu. Dad, kikubwa ni mapenzi. Na kuuliza kwanza, mimi nimetoa milioni nzima hospitalini juzi uko na wewe. Huyu anaso huyu. Wewe utapata milioni nzima kwa kuleta hapa. Amempenda mwenyewe atavumilia atakayokuta. Nasema hivi, heshima tuheshimiane. Wa nyumba. Sitaki cha nini wala nini wewe kijana. Angalia una nywele zake kama sio mvuta bangi utakuleta mwa nyumba. Huyu utaleta mbele ya wazee tu ngo mkwe. Si aibu mimi mimi.
Na wewe ni kocha umesoma, una akili zako, unakaa kabisa hapo unasikiliza tu upuzi. Lakini mume wangu. Huyu upuzi huyu. Lakini mume wangu jamani. Ngoja kwanza. Tafadhali naomba tuheshimiane. Tuheshimiane mwa nyumba. Heshima imeshuka kabisa. Imeshuka. Hii mchezo machawa. Wewe toka. Toka. Pole basi mume wangu. Mshazi wewe marhamu. Hala? Mama machawa. Sasa kama binti ananiambia mnataka sifanyia supa. Hapana kuleta mambo ya hivyo kimachawa ya kipuzi. Unaona mambo hizo miongoni mwa nguzo za ndoa. Na tu hivyo lakini huwezi ukachukua mtoto ukamweza kwa mtu kama huyu. Hii ni aibu mtaani. Gadila haujui. Kuna nyambo kuna akili wewe akili zako zote umemwestia wewe. Amempenda. Jinga wahidi wewe. Mwache mtoto olewe na mpendae. Mimi hapa nataka kuniambia siku. Wewe jana siku. Sisi niwaambiaje? Siku mimi leo tutapata mgeni kijana mwenye pesa zake hapa mwenye heshima. Ndio. Sasa binti mwenyewe kaonesha. Kwa nini uruhusu mambo kama bana wakati mimi nimeshakwambia kwamba hapa tutapata mgeni? Akitoka kuniambia siku hii. Samahani. Hali hii hewa mbaya analeta katika nyumba. Hewa mbaya hii. Samahani tunataka radhi. Puzi mtupu. Hapa sio swali, hapa shika adabu zake, wewe shika adabu zako kabisa. Wewe unataka mimi mtu mmoja magari hapa. Mimi nataka kundalisha mtaani. Mimi nataka nitapita wapi hapa. Mtoto wako tena na mwisho magari. Basi tunaomba radhi. Tusamehe. Si balai. Tusamehe mwa. Wewe unataka chakula cha kukulisha wewe. Nampenda. Ukilala njama napili wewe mpenzi utatia. Ukilala njama napili wewe. Sio utakuwa Msomali hivi sawa wewe na wewe utakuwa Msomali sawa bila nani? Jinga wewe. Usiniletee bibi upuuzi wa hivyo tibi maswala mapenzi. Mapenzi yanakwenda kwenye uwezo. Kwenye pako habari za mlo. Hiyo ni sahihi mume wangu. Sahihi kabisa, sahihi kabisa. Watu wanasahihisha, na mimi nasahihisha. Utaona kupenda sema baba hapata hata chakula wewe. Siku mbili mapenzi kuisha. Kama maisha ni ya Mwenyezi Mungu, anaweza kuwa maskini kesho kawa. Nani kakwambia hivyo? Unaweza kuwa maskini ukafa maskini hivyo. Kwa nini lazima mtu kwa maskini mpaka abadilike kuwa tajiri? Unaweza kuwa maskini ukafa maskini kwa wewe maskini uko maskini umeponi maskini hadi umeponi maskini. Kwa heshima zako. Kuna mtu kwa hivyo, hasa eti wewe mtu anaweza kuwa tajiri afu baadaye kabadilika kuwa maskini. Nani yakudanganya hivyo? Kuna watu wamezaliwa kuwa maskini na kufa kuwa maskini. Wewe ndio mwenye amri yani. Sitaki mimi nisiki wewe sasa. Nataka radhi. Nisisiki. Hapa muda si mrefu tunapata mheshimiwa. Mwenye pesa zake, mwenye biashara zake. Atakuja muda si mrefu. Kwanza jiandae kwanza. Jinga wewe. Mtakuwa mtendei. Hakuna chama haki. Hiyo ndio haki wewe. Mimi nataka uwe na maisha mazuri wewe. Uwe na maisha mazuri. Sio kakaa tu. Jinga wewe unituletee mtu mnani? Mwisha magari. Na utakwenda tunaenda kushusha magari. Kwa nini binti yangu anakwenda kushusha magari? Kesa kanakuta papa utasikia ameiba spana ya watu. Kesa utasikia ameiba sijui nani pesa watu mnaacha ndani ya gari. Tuje kuna nini kufungwa wewe. Jinga wahidi wewe. Sitaki nisikie mwisha gari hapa kwangu. Baba. Kuleta heshima. Mafia. Hakuna sama mafia hapa. Tumesikia mume wangu, samahani. Mami. Ndio hivyo najikaza. Kazi sana pamoja na yote kumbuka baba yako ndiye aliyekulea toka na miaka 6, amekusomesha primary, amekusomesha secondary mpaka umepata cheti. University umemaliza, lazima tumpe heshima yake. Lakini mami anitendei haki, nimeshampenda ule alafu anakuja anataka kuleta mtu ambaye simpendi. Hiyo kweli na mimi kabisa nakusupport, maana nguzo ya ndoa ni mapenzi. Lakini vile vile na heshima kwa wazazi muhimu. Sasa tutafanyaje basi? Nimeshitahidi kutetea, hataki hata kusikia. Kwa hiyo inabidi tumridhishe. Sasa tutafanyaje? Mbona ndiye mwanaume ndani anastahili kuheshimika mwanangu. Jikaze. Acha tumuone wewe atakayemleta. Labda Mungu ataleta kheri utamridhia pia. Mimi napita kwa simu ya mtihani. Mume wangu. Na akisha kuwa na msimamo wake, useme mbadili. Mtihani. Baba karibu sana. Hapa ni nyumbani, sisi uko huru kabisa. Karibu. Ndio mama yako. Sio kwa. Sio huru kabisa. Asante. Karibu kabisa hapa wewe kuwa huru. Hapa ni nyumbani. Karibu. Huyu hapa ni mama yako. Mwenzi yako bwana. Karibu sana. Asante mamangu. Hamjambo. Tumepata taarifa zako kabisa kupitia mzee Khalfani kabisa kwa vijana wake. Atakuja
Bas, Mzee Khalfan le mdogo ule. Katuambia kabisa, Karibu. Usuna wasiwasi kabisa hapa muda wote ule. Mama Zai. Naam. Huyu ndio bwana Habibu. Ndio nimekwambia atakuja kutembea sasa. Karibu sana. Binti yetu kama akapata habari zake kupitia mzee Khalfan. Ndio kamwelekeza kwamba hii ni nyumba yenye sheria. Unajua yao vijana wanafuata maadili ya babu zetu. Anakwenda sehemu ambapo anaelekezwa na wazee. Sio kubolewa. Ndio mambo ambayo amefanya, maana hata babu zetu waone wako unaona babu na bibi wanadumu kwa sababu alielekezwa na wazee wao. Ndio kwa kile nyumba ina sheria. Sio kumvamia tu. Basi baba karibu sana. Bwana, kwa kweli mzee wangu, wazazi wangu, nawashukuru sana. Kiufupi kwa kweli nimefurahi mapokezi gisi mmenipokea. Kwa kweli Mwenyezi Mungu awajaze neema. Amina. Na kiukweli mzee wangu, bila kupita huku na kule, mimi binti yenu, mtoto wenu, kweli nimempenda sana. Alitumia mzee Khalfan, nimempenda kweli kabisa, nimempenda maana nimeona kwamba ni mtoto ambaye ananifaa mimi. Huyu mtaa wote anasifika kabisa. Sasa na mimi nikaona bana, siwezi nikalaza kitu njiani. Nikasema kwa gharama yoyote ile, kwa uwezo wote ule, lazima nije hapa tuzungumze na wazazi, na ikiwezekana wanipe mzigo niende naye mashallah. Sawa kabisa. Inaonekana ni familia nzuri. Sana. Sisi hapa wote huyu mtaa wote unatufahamu. Kweli kabisa. Hii ni familia nzuri, wakarimu, alafu wenye sheria. Hakuna wasiwasi. Chumba hapo yuko. Wewe Zai? Naam. Hebu njoo kwanza, chumba wako nataka kuondoka kidogo. Njoo mara moja. Naam dadi. Hebu njoo kwanza huku. Chumba wako nataka kuondoka. Njoo hebu njoo kwanza. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Chumba wako nataka kuondoka sasa, njoo mwaga, njoo kwanza. Kaza kwa mama, kaza kwa. Baba, kwa hiyo ndio mchumba mwenyewe. Kwa hiyo sasa nasema hivi. Safi kabisa. Sisi hapa tunaondoka kabisa. Ni kweli kabisa. Sababu mambo ya ndoa tunaambiwa yafanye ni harakisho. Sasa baba, kwanza kuna habari mzee Khalfan katuambia, sijui kama ni habari za kahawa au za kaongeza chumvi mwenyewe. Unajua wazee wengine wakati mwingine wanaleta utani mwingi. Kwamba unatarajia kuleta mahari milioni 7. Je, habari sahihi au mchanga? Ni kweli. Kuhusu mzee Khalfan, kitu ambacho tumezungumza kuhusu mahari, tumezungumza kwamba nitatoa milioni 7. Lakini sasa mbona hizo pesa nyingi? Pesa nyingi sana hiyo. Neema Maula hiyo. Hapana mamangu, usihofu kuhusu pesa. Kwanza mimi naona kama ni pesa ndogo sana. Milioni 7 ila ndogo sana, kwa sababu kitu kizuri lazima ukigharamia. Unaona? Hizo ndio bahati. Hizo tunasikiaga bahati nasibu. Milioni 7. Kitu kizuri lazima ukigharamie kweli. Sahihi kabisa. Kana kitu kizuri lazima ukigharamie. Ukitaka nyumba nzuri unalipa pesa nzuri. Ukitaka nguo nzuri unalipa pesa nyingi. Gazai. Hayo ndio mambo. Na ndio maana binti yenu ni nzuri na lazima tugharamie. Kwanza mimi naona kwamba ni pesa ndogo sana, milioni 7. Ungetoa hata milioni 30 hivyo. Huyu kijana anajua thamani ya mke. Anajua thamani ya mke, anajua thamani ya wakwe. Basi hamna shida, hiyo 7 inatosha, maana hiyo 7 yenyewe tutaiweka, maana hapa mji wengine ukisikia tunaanza kurogwa ghafla. Ndio hivyo. Lakini baba, hizo sisi tunashukuru. Usiongeze kwa sababu ukiongeza hapo tunarogwa. Ukiongeza hapo tunarogwa, maana hapa mtihani mkubwa sana. Hivi tu washajua tu. Jamaa bala ni bala mjini. Kwa hiyo mambo kama haya babangu ni mambo ambayo hayatakikani kukawizwa. Ndio hivyo. Sasa tukapigwa midonge ghafla. Lakini kwa hizo milioni 7 kuna zingine nitaongezea aidha kwa maandalizi ya harusi na nini kila kitu. Mambo kama hayo. Baba, usina wasiwasi, karibu sana. Usijali mzee wangu, muda wote, kama ni wiki ijayo, kama ni leo usiku, kama ni kesho kutwa, wewe tuambie, tutakutoa tukufungashia mke wako moja kwa moja ndoa. Mzee wangu, kwa kweli nafurahi sana kwa mapokezi kuhusu ndoa. Hata leo mimi naona kama kuna tatizo, kwa sababu pesa zipo. Sherehe yote tu ile ya gharama yote tu ya kifahari, muda wote, hata kesho au sasa hivi inawezekana. Tazai ndio yupo hapa, mtulivu, tumemlea wenyewe. Umesikia bwana? Asante. Ni wewe tu mzee wangu. Wewe usio wasiwasi. Kama alivyokuambia mzee Khalfani ndivyo. Kwa hiyo hamna tatizo.
Wewe muda wote ule, kesho kutwa ukitaka kuja kuchukua mzee wangu kwa gharama yoyote, kwa gharama yoyote ile, kwa uwezo hata leo. Kwa sababu pesa ipo. Sawa kabisa. Basi usijali. Basi usijali. Hakuna tatizo mamangu. Wewe usina wasiwasi. Namba zake alikupa, unazo? Unachukua namba zake? Yuko nazo. Vizuri sana. Kwa hiyo sisi tutakaa chini leo tutafanya shura, nitaimba watoto shangazi zake, tutakaa chini tuongee. Alafu baba wewe huyu leo usiku utakupa jibu. Rasmi ya siku rasmi. Kama ni kesho, kama ni kesho kutwa uje kuchukua mke wako. Haya. Naam. Mzee wangu sasa kwa kufanya haraka kwa sababu kuna sehemu nilikuwa naenda kufanya kazi hivi. Kwa hiyo sasa nimekuja na mzigo wako pale. Sijui kama naweza kuja tukaenda wote nikakupatia mzigo alafu tukaenda wote wapi? Kuna mzigo wangu mimi hapa. Kuna mzigo wako pale nimekuja nao pale. Ndani ya gari lako hapo? Ndani ya gari langu. Gari. Nimekuja ndani ya gari lako hapo. Hapo liko hapo nje. Tunaweza tukaenda nikakukabidhi huo mzigo. Mashaallah. Basi hayo. Hamna shida, nitashukuru. Bismillah, nitashukuru. Nafikiri utabaki salama mama. Basi nitashukuru. Shukuru sana. Haya kila Dua. Haya mama, kwa heri. Haya asante kila la heri. Anaanza kumkumbuka wazazi wake na bado hajaondoka. Asante. Hata leo siku ukitaka njoo uchukue mzigo wako. Hakuna tatizo mzee wangu. Kabisa. Mnanifanyia nini hivi lakini? Baba yako ameshasikia milioni 7 mahali. Mwenzangu. Yaani mnatia franga mbele kuliko furaha yangu mama. Unajua mimi niko pamoja na mama na lakini sina kauli. Nilikuwa na kauli gani mbele ya baba? Lakini sasa ndio tutafanyaje? La. Sai. La. Zawadi kijana kanipa simu. Hii inaitwa Huawei. Chini milioni 1 pale kubata. Ndio nakupa zawadi hapo. Hii ni Huawei. Ndio inaitwaga Huawei. Sasa kijana basi anafanya kazi gani? Yuko vizuri, attention. Karara zako. Milioni 1 zinakuwa nikiongeza zile milioni 7 hapo zinakuwa milioni 8. Ndio mambo haya. Lakini mbona hiyo pesa? Mambo ya maendeleo, hii ni baraka. Lakini kumbuka na furaha ya mtoto ni muhimu. Ndio furaha yote hiyo. Wewe, furaha yote kwanza anza kufurahi. Furaha tayari. Milioni 7 inaleta furaha, kwanza zaidi hata furaha. Kama anatupatia ndio mahali milioni 7, utapewa ngapi kwa mke wewe? Huyu yupo yani kila kukicha yupo ndani ya ndege. Kila kukicha ndani ya ndege. Ndio wapi? Kumbuka na furaha ya mwanetu inahitajika sana. Huyu atapata furaha. Wewe utapata furaha. Nyumba kwanza mbona kwenda kuishi wewe? Utapata furaha. Kwanza mshukuru Mungu bwana. Hao ndio wachuba hao. Angalia nyumba ile pesa sio kila kitu. Pesa sio kila kitu. Angalia kwanza mtoto penzi lake na yeye. Anapopenda. Uongo, nakwambia pesa sio kila kitu au waongo. Ni maskini ndio wanasema kaudi kama hizo. Maskini watoto kujitetea, sijui pesa sio kila kitu, uongo. Pesa ndio kila kitu. Pesa. Acha. Pesa inafanya watu wengine hata dini unabadilisha ghafla. Sasa tutaka masuala kwenye pesa. Kama tunahangaika, tunasumbuka usiku na mchana, tunatafuta fedha, pesa. Lakini kumbuka penzi ndiye nguzo ya ndoa mume wangu. Panapo penzi. Sikiliza, panapo pesa penzi lazima lijipe. Au si? Lakini hilo alinunuliwa ile penzi. Nani kakudanganya? Unaweza kununua kila kitu ila penzi. Nani kakudanganya? Hiyo ni mithali kwenye vitabu. Haya, tuombe Mungu bariki na akubaliane nayo hayo. Anakusikia yuko hapo. Mama, wewe furahi mama. Zai. Unajua zaidi la bibi yangu mimi mza mama. Sasa unajua hivyo lakini inataka uanze kufurahi, uweze kufurahia maana muda si mrefu babako mimi nitapiga suti usiku lala. Yaani balani kimji mzima. Piga suti. Utausisimu. Piga perfume. Piga mikono ya mkono hapa. Piga suti. Piga perfume. Ala, ukiingia ukumbini hivi watu wote wasikia rehe. Marashi. Au sio? Milioni 1, si kwanza milioni 1. Unafikiri atupatia ngapi kama zawadi? Ninachokililia furaha ya mwanangu. Acha ni mimi ama kaza furaha ndio furaha yote. Mimi kaza furaha. Furaha mimi nitafuta zaidi ya fedha, ni furaha gani? Wewe mama wewe. Haufurahia hata